anagonga mlangoni kwako. Anasema yule ambaye atakuwa tayari wakati ambapo anapobisha, huyu mwanaume Yesu akikubali kufungua, ataingia ndani ya maisha yake, na akiingia ndani ya maisha yake ataachilia msaada, ataachilia pumziko, ataachilia uzima. Maana anasema hivi kwa yule mtu ambaye anaishi katika mtaa huu, ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ngoja nikwambie, yamkini umesikiliza mno, lakini nasema ya kwamba jioni ya leo lipo pumziko. Nimekuletea habari ya pumziko, ya kwamba yamkini ndoa yako imekuwa na changamoto kila ukicha, ila siku ikisha unawaza nitafanya nini, nitaenda nini, nitaenda wapi? Usiku ukifika unafikiri nitalala wapi, kwa sababu ndani ya ndoa hamna amani. Yamkini fanya biashara, kuna wakati unatamani hata ugawe biashara yako usirudi nyumbani. Habari ya ile hali yako nyumbani, nisikilize jioni ya leo, nimeleta habari njema. Yamkini umekwenda kwa waganga, umetafuta washauri, lakini hujapata mtu ushauri sawa sawa. Umewaita wazee wenye hekima, lakini hajaweza kusuluhisha ndoa yako, kukusaidia kwenye familia yako. Umeenda kwa waganga wa kienyeji, wamekupa irizi, umefanya mazindiko ya kila namna, lakini bado iko pale pale. Bado hakuna amani ndani ya nyumba, bado hakuna amani kwenye familia. Sikiliza nikwambie, ni ujumbe kutoka Bwana jioni ya leo, ya kwamba liko pumziko, ya kwamba iko amani. Ama anasema hivi, tazama amani nitoayo mimi si kama amani ya mataifa. Amani anayotoa Jehova ni amani ya kudumu, ni amani ambayo haina ukomo, sio sawa na amani unayoipata kwa mganga wa kienyeji. Anakuambia baada ya miezi kadhaa njoo tena ili kuzindua, ili kuongeza. Ukishaingia ndani ya Kristo Yesu, yeye ni amani, yeye ni amani. Anaachilia amani ndani ya ndoa yako, inakuwa na amani siku zote, inakuwa ni furaha siku zote, inakuwa ni shangwe siku zote. Maana umempokea mwanaume wa wanaume, umempokea mfalme wa wafalme, umempokea muumbaji, umempokea mtawala wa vyote. Ameingia ndani ya maisha yako, ameingia ndani ya ndoa yenu, anatawala. Huyo ni mtawala ambaye yeye anaachilia amani. Haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie Bwana, wewe mtu unasikia sauti hii, ni sauti ya upendo mno, ni sauti ya upendo mno. Umeteseka, umetembea sehemu nyingi, umetembea kwa matabibu wengi, lakini sehemu pekee ya ukimbilia ni kwa Yesu, ni kwa Yesu, ni kwa Yesu. Si kwa waganga, si kwa waganga, wala kwa washauri, wala wataalamu. Ni kwa Yesu, ndiye ambaye anajua kuingia kwako na kutoka kwako. Moja nikwambie, jambo la ajabu ni hili, mwanadamu unayemwendea hajui maisha yako, hajui kesho yako. Lakini yupo mwanaume wa wanaume ambaye anasema hivi, anakujua tangu hujazaliwa, tangu ukiwa tumboni mwa mama yako, yeye anakujua, kwani yeye ndiye ambaye alikuumba wewe, yeye ndiye ambaye alikuumba wewe, akakuweka ndani ya tumbo la mama yako. Hata
akakusaidia ukazaliwa ukakua, hata sasa upo na umri huo. Anasema anautangaza mwisho kangali mwanzo. Anatambua kesho yako, anatambua maisha yako. Hivyo yeye ukiamua kuyaachilia maisha yako kwake, ni rahisi kukusaidia, ni rahisi kukusaidia, kwa maana yeye ndiye aliyekuumba. Tena cha ajabu anasema, nimekuumba kwa sura yangu na kwa mfano wangu. Hivyo kama amekuumba kwa sura yake na mfano wake, ni zaidi sana ya kwamba yeye atakutetea, atakusaidia, atakupigania, atakuponya, ataachilia amani kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye biashara yako, kwa kuwa yeye ndiye aliyekuumba. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema Yesu, 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 Yesu Nazareti ainuliwe juu zaidi. Yeye ndiye mwenye nguvu, yeye ndiye mwenye mamlaka, yeye ndiye mtawala. Anasema njooni kwangu ninyi wote wenye kusumbuka na kulemewa na mizigo, naam nitawapumzisha. Ninaamini umenisikia vyema, na Roho Mtakatifu na Yesu Kristo na Mungu Baba